Hello, naitwa Chuma na hii ni Chuma Music. Karibu sana katika sehemu ya pili ambapo tumekuwa tukizungumzia kuhusu nota. Kuna video ya kwanza ambayo nilifanya, unaweza ukaiangalia hiyo hapo kwa uelewa zaidi. Leo tutakuwa tukiendelea na jinsi ya kuzipa majina nota. Kwa hiyo nitakuwa natumia kinanda hiki hapa ambacho nilikitumia kukuelezea maana ya nota. Na ukikiangalia hichi kinanda chako utakuta kina batani zake au hizi key tunaziita ziko za aina mbili. Kuna hizi zenye rangi nyeusi na hizi zenye rangi nyeupe. Kwa hiyo kwenye video ile pia tulisema nota ni sauti. Tunazungumzia nota kikubwa, yani kitu cha msingi zaidi tunazungumzia sauti. Kwa hiyo hizi button ukizipiga zinatoa sauti na kila button moja inatoa sauti moja. Kwa ndo maana hizi button huwa zinawakilisha nota kwenye kinanda. Kwa ukiangalia hapa ziko za aina mbili, ziko nyeupe lakini pia ziko nyeusi. Sasa nota pia ziko za aina mbili hivyo hivyo kama zilivyo hizi button nyeupe na nyeusi. Na nota pia wao tunaweza tukaziweka katika aina mbili. Na aina ya kwanza wao tunaziita nota, wao tunaziita naturals au natural notes. Au kwa Kiswahili tunaweza tukasema nota za asili ambazo ni hizi hapa nyeupe. Kwa hicho ni kitu cha kuzingatia sana, kwa sababu ukiangalia kwenye vyombo vingine vya muziki havijatofautisha kama kinanda. Kwa ndo maana kwenye kueleza nota nimetumia kinanda, kwa sababu ni rahisi zaidi kuelewa, na ukinielewa hapa tuja kuanza kuelezea kwenye gitaa na vyombo vingine itakuwa rahisi zaidi kuweza kuelewa. Kwa hiyo nota ziko za aina mbili, kuna naturals au nota za asili ambazo ni hizi nyeupe, lakini pia kuna hizi nyeusi ambazo zinaitwa flat na sharps au accidentals. Kwa hiyo nyeusi zinaitwa accidentals au kuna muda zinaitwa flat, lakini pia unaweza ukaziita sharp au flat au ukaziita accidentals. Hasa kwenye kuzipa majina hizi noti, kuzipa majina noti huwa tunatumia, kuna njia nyingi na mifumo mingi ya kuzipa majina noti ambayo natumia katika maeneo tofauti tofauti, ila namna rahisi zaidi na ambayo mimi nakushauri unaweza ukaenda nayo ni hii nitakayo kuelekeza hapa, ambayo huwa tunatumia herufi A mpaka G. Kwa noti huwa zinatoa majina ya herufi, na herufi zinazotumika ni herufi A mpaka G, kwa maana ya herufi A, B, C, D, E, F na G. Kwa hatuna noti H, hatuna noti J, ni kuanzia A mpaka G. Sasa hizo herufi A mpaka G tunaziita natural, ndo hizo natural note ambazo ndo hizi huku nyeupe. Hizi nyeusi tutakuja kuona. Cha msingi sasa hivi elewa kwanza hizi nyeupe. Ukiweza kuzielewa hizi nyeupe haitakupa ugumu nitakapokuwa nakueleza kuhusu hizi flat na sharps. Kwa hiyo hizi noti nyeupe tunaziita natural note na majina yake tunazipa yanatoka kwenye herufi A mpaka G. Sasa A ni ipi? B ni ipi? C ni ipi? Hasa kwenye kuzipa majina sasa hizi, ukiangalia kinanda chako ukikichunguza utakuja kuona kwamba hizi button nyeusi zipo katika mafungu ya 2 na 3. Kwa maana ipi? Ukiangalia kwa mfano kwenye hichi kinanda changu, hizi button za hapa mwanzoni hizi nyeusi ziko 3. Zinazofuata ziko 2. Zinazofuata ziko 3. Zinazofuata ziko 2. Zinazofuata ziko 3. Kwa hiyo zinakuwa zina alternate 2 3 2 3. Kwa kuna vinanda vingi vile vya K61 huwa hapa zinaanza nyeusi zinaanza 2 mwanzoni. Hiki cha kwangu zimeanza nyeusi 3. Kwa hiyo zinaweza zikaanza 3 ambao ziko 3 au zikaanza ambao ziko 2 kulingana na kinanda chako ambacho utakuwa unakitumia. Ila kwangu hapa zimeanza 3, yani kuna fungu la 3 zinafuata la 2. Inafuata 3 inafuata 2. Inafuata 3 inafuata 2. Kwa kama kinanda kinaendelea huku, maana zitakuwa zimejipanga hivyo hivyo. Kwa mfano kama hii hapa ni 2, maana ambazo zilikuwa zinafuata hapo zingekuwa 3.
na kama hapa ziko tatu, maana kingo kinaendelea upande huu, zinazofuata kuanzia hapa kuja huku zingekuwa ni mbili. Kwa kitu cha kwanza cha kuzingatia ni kwamba kinanda chako utakuta kimegawanyika katika mafungu ya hizi batani nyeusi ya 2 na 3, ambao ukiangalia hapo unaweza ukaona, na kuangalia kinanda chako unaweza ukaona hapa kwangu ziko tatu, zinafuata 2, zinafuata 3, zinafuata 2. Kwa hiyo ni kitu cha msingi zaidi cha kuelewa tunapoanza kuzipa majina hizi noti. Na majina tunayapa majina gani? Tumesema tunatumia herufi A mpaka G. Na hapa tunachokiongea sasa hivi ni hizi nyeupe. Kwa hiyo kitakacho kusaidia sasa kuzipa majina hizo noti au hizi button, kitakacho kuongoza ni hizi button hizi huku nyeusi, ambazo kwenye hili fungu ambalo linakuwa na batani tatu nyeusi, noti hii ya kwanza ambayo iko nyuma yake hapa, hii inaitwa F. Na kwenye hizi mbili, hizi nyeusi mbili, batani ambayo iko nyuma yake inaitwa C. Kwa hiyo ukitaka sasa kuzipa majina noti, cha kwanza tunatumia herufi A mpaka G. Hakuna H, I, J, ni A mpaka G. Kwa hiyo utachagua uanzie wapi. Kama unaanzia kwenye hizi tatu, hizi batani nyeusi tatu, maana ya nyuma yake itakuwa ni F, baada hapo ndo utaendelea F, G, A, B, C, D, E, F, G. Na kwa sababu zinaishia G tunaanza na A, B, C, D, E, F, G, A. Kwa ukifika G unaanza A tena. Lakini ukiamua kuanza kuziname kuanzia kwenye hii pair ya mbili, hii seti ambayo ina nyeusi mbili, nyuma yake tumesema kunakuwa na C. Kwa hiyo unaweza kuanzia hapa ikawa ni C, ukaendelea D, E, F, G. Kwa sababu G ndio ya mwisho, unaanza A na kuendelea. Kwa hiyo unazipa majina noti, kitakacho kuongoza ni hizi batani nyeusi ambazo tumesema huwa zimepangwa katika mafungu ya 2 na 3. 3 2 3 2. Ukianzia kwenye 3, noti ya nyuma yake kabla hii nyeusi ya kwanza inaitwa F. Ila ukiwa ni kwenye 2, noti ya nyuma yake hii hapa inaitwa C. Kwa hiyo utachagua uanzie wapi, kwenye hizi za 2, hizi za 3 au za 2, kulingana na kinanda chako. Vinanda vingi vya batani vya K61 kwa hizi batani mbili nyeusi ndio zinakuwa zimeanza hapa mwanzoni. Kwa noti ya kwanza mara nyingi inakuwa ni C. Ila viko ambavyo vimeanza na 3, kwa noti ya kwanza inayoanza hapa nyuma yake inakuwa ni F. Ila viko vingine pia ambavyo kwa mfano vya K88 vinakuwa vimeanza na hizi batani tatu nyeusi. Kuna hii hapa, lakini kuna batani nyingine hapa nyeupe. Kwa kama hii ni F, maana hii nyeupe ya nyuma yake ingekuwa ni E. Kwa viko vinanda ambavyo vimeanzia E, viko ambavyo vimeanzia C. Kwa itategemea na kinanda chako kimeanzaje, ila kitu cha msingi tu cha kuzingatia ni kwamba kwenye hii set yenye batani tatu nyeusi, batani inayoanza nyuma yake kabla hii nyeusi ya mwanzoni ni F, na kwenye hii set yenye batani mbili nyeusi, batani ya nyuma yake inayoanza hapa ni C. Kwa hiyo utachagua uanzie kwenye F. Ukianza F, maana itakayofuata itakuwa ni G. Na G kwa sababu ndo herufi ya mwisho ambayo tunaitumia, kwa sababu tumesema tunatumia kuanzia A mpaka G. Kwa hiyo ikiwa ni F, ikifika G tunaanza A. A, B, C, D, E, F, G. Na ukiwa unazi hesabu sasa kwenda hivi, utakuja kugundua kwamba kwenye kila nyeusi tatu itakuwa inaangukia F, na kwenye kila nyeusi mbili itakuwa inaangukia C. Kwa hiyo ukiona inakuwa tofauti, kwa mfano unakutana na C ipo katikati hapa ya hizi nyeusi, ujue umekosea. Au unakuta F ipo katikati, so mwanzoni mwa hizi tatu, hapo ujue umekosea. Kwa hiyo ndo jinsi ya kuweza kuzipa majina hizo noti. Na vile vinanda vya beginner, vinanda vya kujifunzia, mara nyingi ukiangalia hapa juu ya hizi keyword wanakuwa wamekuandikia zile herufi A mpaka G, wanakuwa wameandika tu huku mwanzoni, huku mbele hawajaandika. Kwa hiyo inakuwa inakuguide, unaweza ukakitumia hiyo kujifunza pia,
ukitaka kuijua hii ni noti gani, unaweza kutumia hivi vinanda vya kujifunzia ambavyo vinakuwa wamezielebo hizi noti kwa hapa juu. Kwa hiyo ndio kitu cha msingi zaidi, uwe na uwezo wa kujua hii ni noti gani kwenye hizi nyeupe kwanza. Kwa hiyo ukishaweza kuzijua hizo, itakuwa rahisi zaidi utakapokuja kuzungumzia hizi nyeupe. Hizi nyeusi majina yake tunayapataje? Kwa hiyo ukiwa haujaelewa huku, kuzielewa hizi nyeusi pia itakuja kuwa ngumu. Kwa hiyo unaweza ukapractice kama una kinanda chako, ukaweza kupractice, unaweza ukatafuta kinanda hata hichi kidogo tu ambavyo vinauzwa bei ndogo. Ukaanza kuzipractice kuyajua majina yake. Kwa hiyo ukifanya practice utakuwa haupati shida. Ukiambia A unajua tu A ni hapa. D unajua D ni hapa. Kwa hiyo mwanzo inaweza kaa na ugumu, ila practice inakuja kuwa ni kitu ambacho ni rahisi. Hivyo tuendelee kuwa pamoja. Video inayofuata nitakuja kukuelezea ni namna gani tunazipa majina hizi huku button nyeusi. Hivyo endelea kuwa pamoja nami. Subscribe na uweze kushare video hii ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi. Na kama unahitaji kujifunza muziki au unahitaji consultation yote ya muziki, kwa mfano unahitaji kununua chombo cha muziki na unahitaji ushauri, unaweza ukanipigia, nitaweka namba zangu, ukanitafuta tukaweza kuzungumza zaidi. Hivyo karibu tuendelee kuwa pamoja na nikushukuru, uwe na wakati mwema.